الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وندعو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa najihusia pamoja na kuhusieni ndugu zangu katika imani kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata yote aliyotuamrisha na kuacha aliyotukataza. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo. Kila nafsi itaonja kifo. Ndugu zangu, maneno haya yanaogopesha sana, yanatisha sana, lakini pia yanatahadharisha sana kwamba katika maisha haya tunayoishi, tuishi tutakavyoishi, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Tupende tutakavyopenda, kila nafsi itaonja umauti. Fanya utakavyofanya, kila nafsi itaonja umauti, vyovyote utakavyokuwa. Ndugu zangu, kwa tahadhari hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitoa kwa kila mmoja wetu, inatupasa kila mmoja ajiandae, kila mmoja afanye maandalizi kwa ajili ya kifo. Mwenyezi Mungu anasema qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waambie wafuasi wako mpaka kiyama kitakaposimama, waambie hakika ya kifo ambacho nyinyi mnakikimbia, hakika ya kifo ambacho nyinyi mnakikimbia, bila shaka kifo hicho mtakutana nacho tu.
kisha mtarejeshwa kwa yule ambaye ni mjuzi wa mambo yote yaliyofichikana, na mkisharejeshwa atakuelezeni yote mlioyafanya katika dunia yenu. Ndugu zangu, wengi wetu ni kweli tunayakimbia mauti kama Mungu alivyosema, wengi tunayakimbia mauti. Wa kaifa nafirru almaut, na vipi namna ya kukimbia mauti? Tunakimbia kwa miguu? Hapana. Kukimbia mauti, ndugu zangu, ambapo wengi tunakimbia ni kujisahaulisha. Wengi tunajisahaulisha na kifo, kama vile kifo kimeandikiwa kwa wale waliokwisha kufa, kwamba wale ambao wamekwisha kufa hao ndio wamekwisha andikiwa kifo. Lakini mimi, wewe ambao tuna afya njema, sisi kifo bado. Mimi, wewe ambao ni wazima, mambo yetu ni mazuri, hatuna kuugua hata kidole, sisi bado, kufa bado. Tunajisahaulisha, tunaona kama vile tumefika katika dunia hii. Sasa Mwenyezi Mungu anatoa tahadhari, hakika ya hicho kifo ambacho mnakikimbia, mnajisahaulisha nacho. Baada ya kujisahaulisha kwa hicho kifo, mkaacha kufanya istiidadi, hamkufanya maandalizi ya aina yoyote ile, hamkufanya maandalizi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kujiandalia makazi yenu. Ndugu zangu, la dara yaskunuha almar'u, hakuna nyumba yoyote ambayo ataishi mtu baada almauti, baada ya kufa, isipokuwa ni ile nyumba ambayo qad banaha, yeye mwenyewe aliijenga. Kaburi utakalokwenda kuishi wewe, kaburi nitakaloishi mimi, ni lile ambalo tumeliandaa sisi wenyewe, ni lile ambalo tumelijenga sisi wenyewe. Hivyo basi, ikiwa kama tutalijenga kwa kheri, tukalijenga bil a'mali salihat, kwa kufanya matendo mema, tukalijenga kaburi hilo bidhikril maut, kwa kukumbuka mauti, kwamba kuna siku tutaondoka, toa babaniha, ama jengo hilo litakuwa zuri, tutayakuta makazi yaliyokuwa mazuri kwa sababu ya jitihada zetu. Na kama tutalijenga kaburi hilo kwa kufanya mabaya, kwa kufanya madhambi, kufanya maovu ya aina mbalimbali, kujisahaulisha na kifo, ama kwa hakika nyumba hiyo itakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo kila mmoja atakwenda kuishi namna atakavyojiandaa katika dunia hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatoa tahadhari, hakika ya hayo mauti ambayo mnayakimbia, kifo ambacho mnajisahaulisha, kwa hakika mtakutana nacho tu, bila kujali umeugua, bila kujali hujaugua, bila kujali umepata ajali, bila kujali hujapata ajali. Kwa hali yoyote ile, kifo tutakutana nacho. Ndugu zangu, kila mmoja ana nafasi yake ya kujiandalia makazi yake. Kila mmoja anayo nafasi ya kuandaa makazi atakayokwenda kuishi, kwa sababu ataondoka. Lakini jiulize wewe, kwa sababu hakuna familia yoyote isipokuwa kila familia ilikwisha fiwa. Kila familia ilikwisha fiwa, kuna ndugu zao wameondoka wengi tu. Sasa pitia hilo. Pitia hilo. Kipitia hilo, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muogope kwa kujiandaa, kwa kufanya maandalizi, ukitambua kwamba kila nafsi itaonja umauti. Ndugu zangu Waislamu, na mara nyingi tunapenda kukumbushana kwamba maisha tutakayokwenda kuishi baada ya maisha haya ya duniani ni maisha ya muda mrefu sana. Ni maisha ya muda mrefu sana, tofauti na maisha haya ambayo tunayoishi hapa duniani. Miaka 50, 60, 70, fika hata 100. Wapo walifika miaka 1950,
Lakini jiulize wale waliofika 1950 mpaka leo hii wako makaburini, karne ngapi zimepita? Miaka mingapi imepita? Bila shaka ni miaka mingi sana. Sasa lilokuwa bora, makazi ambayo ni ya muda mrefu yanahitaji sana istiidadi, yanahitaji sana maandalizi yaliyokuwa mazuri, tofauti na makazi ya muda mfupi. Lakini ajabu ya sisi wanadamu, ajabu ya mwanadamu, anapupia sana maisha ambayo ni ya muda mfupi. Maisha ya duniani haya, kila mmoja yuko hapa anasikiliza hutuba, lakini kichwani kwake kashapanga ratiba. Nikitoka hapa, nikaingie pale, nikakusanya madeni kule, nikamalize mzigo kule. Kila mtu kashapanga kichwani. Tunapupia sana maisha ya duniani kuliko maisha ya akhera. Mpaka Mwenyezi Mungu anasema alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Mwenyezi Mungu anasema kumekushughulisheni sana kutafuta mali, kutafuta kile, kutafuta hiki. Mmekuwa bize sana, kila mmoja amejiweka bize kwa ajili ya kutafuta vitu hivyo, mpaka mnafika wakati mnapelekwa makaburini. Yani mtu inafika kifo kinamkuta ikiwa kichwani kwake imejaa dunia, kichwani kwake imejaa mali, kichwani kwake limejaa lile, hakuna la Allah hata moja. Hakuna hata moja kwa ajili ya kesho yake. Kifo kinamkuta mtu yupo katika hali hiyo. Tena katika kujishughulisha hicho, la yubali haraman wala halala. Hawezi kujali mtu huyu, kwa sababu amekwisha jiweka bize, hatoangalia kwamba hiki ninachokifuatilia ni cha halali au hiki ninachokifuatilia ni cha haramu, wala hajali. Bora mradi apate aingize katika tumbo lake. Kumekushughulisheni sana kutafuta wingi wa mali mpaka mnaingizwa makaburini. Mtajua, itafika wakati mtajua, mtayaona hayo, na ndipo itakapofika mtu atasema rabbirji'uni. Amekishajua tayari, imefika wakati, kashamuona malakul mauti yuko mbele yake, akamwambia fulani bin fulani, ama kwa hakika muda wako umemalizika, fulani unatakiwa uondoke sasa hivi. Kashajua, anakuja kubebwa, anapelekwa katika kaburi, anasema Mola wangu nirejesheni Mola wangu. Tusisubiri wakati huo ndugu zangu, muda tunao, madamu bado tunapumua. Kila mmoja ana nafasi kwa ajili ya kujiandalia maisha yake ya kesho akhera, kama vile ambavyo ndugu zetu tumewatanguliza. Kwa hiyo na sisi pia tuyafanye maandalizi, tukijua kwamba wao wametangulia na sisi tupo nyuma yao, kama vile ambavyo alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ametuelekeza hivi kwamba wale ambao wanapopatwa na musiba, wakafiwa na ndugu yao, basi maneno mazuri ya kujiegemeza kwa Mwenyezi Mungu, kusema inna lillahi, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, wa inna ilayhi raji'un, na hakika sisi kwake yeye tutarejea. Kama walivyorejea ndugu zetu, walivyorejea jamaa zetu, basi na sisi hivyo hivyo tutarejea kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja afanye maandalizi kwa ajili ya kifo, na maandalizi yaliyokuwa bora bil a'mali salihati ni kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, matendo yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Allah tujalie tuwe wenye kusikia na tuweze kuyafanyia kazi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba yastajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, tunafundishwa na tunaelekezwa kafa bil mauti wa'idha. Inatosheleza kabisa kwa kupitia kifo kuwa ni mawaidha, kuwa ni onyo. Kwa hiyo tutosheke hivyo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma astur uyubana waghfir li dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khitamana, Allahumma ahsin khitamana, Allahumma ahsin khitamana wa tawaffana ala kalimati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus salat.